Apollo. Ai. Nani tena huyo? Chula Mvadela. Umekuja tena Kilingeni. Leo umeingia cha kike. Nipo kamili gado, nimejipanga mama. Umejipanga Pointi 3 nabeba bila ubishi. Unataka kufanya nini? Naona kakimbia mwenyewe kuna wakulungwa. Kayayu. Kama mdogo wangu kamtoa hivi jua lioni tena. Anadhani na mimi ataniweza. Yaani wewe nafuatia huko vita mula. Wakulungwa. Yangu bwana Swaiba. Ujue toka tupewe ile dawa na mganga, matatizo nayo kidogo sasa hivi yamepungua, mzimu wenyewe nao kidogo umetulia basi unajua. Si haba bwana. Nilipa vitasa siku moja. Yaani namshukuru yeye mganga bwana. Namshukuru sana. Ila hapo kumshukuru bwana. Kwa nini ni Mwenyezi Mungu? Kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu bwana ndiye anayepanga na kupangua. Na mimi ninapofikiria hata ile swala mpaka nikaamua mimi twende kule. Ni mkono tu wa Bwana umetupeleka kule. Au unasemaje kaka? Sasa ndugu yangu. Leo shetani yuko malaika. Malangu. Wewe kule wakonto kule wewe umenifundisha mimi kule unajua. Nimekufundisha lakini ndio hivyo maisha yanabadilika ndugu yangu. Sasa kwa leo nimeamini kwamba Mungu yupo na anatenda. Yupo bwana. Sasa nisikuweke sana. Mimi mwenzako bwana. Sasa naenda kwa mjomba kwa maana na umaumwa kidogo. Poa bwana Swaiba, mimi ngoja nikuache. Nataka ndio nyumbani pamoja. Nataka niingie kwa mjomba hapo bwana. Poa bwana. Sawa ndugu yangu. Fika kwenye leo sijapika ni hapa ise. Mbona ndio hivyo tu ndo maisha yetu siazoea. Sasa fresh mwanangu, Mungu anipumzike kidogo baadaye nitaenda maeneo fulani ya shambani. Poa bwana. Mwanangu ukija baadaye usisahau nani ile niliyokuambia muda ule. Poa. Poa. Unaona raha mwenyewe umestarehe. Unaona raha umestarehe tu. Nani akusamehe? Sikusamehe. Nani akusamehe? Siwezi kukusamehe. Siwezi kukusamehe.你别笑。Mwanamke ataniua huyu mzimu. Nipewa dawa. Mwisho kwa mganga. Nipewa dawa. Nifanye ujinga kweli. Sasa hapa ningempuliza sasa angepotea. Siku nyingine itanisaidia. Funga sio mbaya. Wewe ni mtu wake. Bonzo. Safi dali msije. Mbona siku kijani sioni? Naweza hapa katikati hapa kuna matatizo yamejitokeza. Matatizo gani? Matatizo tu ya kawaida. Huyu rafiki yangu Swaiba alikuwa anasumbuliwa bwana na mke wake. Mke wake sasa ameshakufa. Wao anaishi kijijini hapa lakini ufahamu mambo yanaendelea hapa. Sasa ngoja nikwambie. Yule bwana mke wake baada ya kufariki amerudi duniani kama mzima. Kwa hiyo ndo anamsumbua sana. Hata hivyo hapo kwenyewe mimi ndo nikafanya jitihada zote za kumsaidia kumpeleka kwa mtaalamu
Sasa hivi kidogo matatizo yamepungua, ndio maana hata kijiweni nikakata food, yani nimestaafu kabisa. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi pombe umeacha? Nimeacha pombe. Sasa hela yangu mimi naipataje? Swala usijali, hela mimi nakuletea. Lini bongo hela yangu unaniletea? Hela nakuletea leo jioni. Hapo kwenye unapoona tunafuatilia mishe fulani hivi hapo. Kwa mzee Nganga. Naenda kuchukua hela yangu pale nakuletea. Wewe usijali juu ya hiyo. Kuwa mwaminifu, niletee hiyo hela kwa sababu na mimi wewe ndo mtaji. Haina shida hiyo. Poa. Poa. Karibuni wadogo zangu. Asante. Salama, baba mshini. Salama. Kwema tu vipi? Salama. Njema tu kabisa. Karibu. Asante. Ngoja lete mtoto. Bwana tumekukuta mahana. Ndio mambo mazito hapa ya kuzungumza na wewe. Mambo gani tena wewe dada? Ndio utajua hapa kwenye mkeka. Mambo gani tena? Ambao umekuja naye kwanza niwekezeni wapendo wangu. Kuhusu wifi. Anavosumbua watu. Lakini mbona wifi yenu ishakufa? Hapa ndio, lakini anavosumbua, umeona? Au wewe hajawahi kusumbua? Hilo swala lipo kweli. Sawa, sio kwamba hamna. Hilo swala lipo. Ila sasa kwa sababu mpaka sasa hivi nimeshafanya ratiba nyingi sana, kwa hiyo bila shaka linaenda kuelekea mwishoni kabisa. Kwa hata msijali, nisana ile swala. Lakini kaka, kumbuka toka umefika kwenye hichi kijiji, matatizo ndio yameanza. Sasa sijajua wewe ulipotoka huko umekuja huku sasa sijui umetuletea matatizo gani. Kijiji kimekuwa tafa, sijui umemfanya nini mke wako, sijui umemzukula ili upate mahali, sasa sisi hatujui. Dada, yule mwanamke nilikuwa nampenda sana. Sawa. Sasa imekuwaje mpaka mwanamke amekufa, lakini kufa kwake ni kwa maajabu. Mtu aliyokufa kafa kaenda moja kwa moja. Sasa mbona yeye sasa hivi amerudi? Ndio hapo. Mimi mwenyewe sijui nilipokosea ni wapi. Hata mimi pia huwa ananitokea mara kwa mara. Umeona? Ya kwamba hata kama nikiwa ndani huko, umeona? Hata kama nikienda chooni anatokea. Hata kama nikiwa kwenye matembezi tu anatokea. Umeona? Kuna juzi hapa nilikuwa nimepumzika pale, anatokea. Lakini kaka, kwa sasa hivi watu wanatafuta mahali kupitia ushirikina. Na uenda umeenda kwa mganga au mtaalamu, itakuwa umekosea masharti. Dada, mimi hilo swala sijaiji fikiria kabisa eti kutafuta mahali kupitia. Hamna kitu kama hicho kaka. Hivi wewe tukiangalia mlivyokuja na mlivyokuwa mnaishi ni vitu viwili tofauti. Mlikuja kwanza mmependeza. Mkaja mkakaa ndani ya baada ya miezi kadhaa maisha yenu yakawa yamebadilika. Yalipobadilika ukaingia kwenye kunywa pombe. Ulipoanza kunywa pombe ndio mauti na mkako ukamkuta. Hapo kuna nini? Tuelekeze. Tuelekeze kuna nini hapo nyuma ya pazia? Sasa wewe ni mdogo wangu, si ndio? Ndio. Kwa hiyo hebu kwanza naomba nisikilize mimi kwamba anasema nini. Si ndio? Na sisi tumechoka kaka. Yaani sisi kila tunapoenda yani sisi anatokea moja kwa moja. Tunachotaka sisi hapa kaka ni solution kuhusu hili jambo, maana tumechoka. Hichi kijiji kimekuwa sasa hivi cha moto. Maana na kijiji wote wanatushangaa sisi ndio tuliowakaribisha. Sio shida, sawa. Nadhani bila shaka nimewaambia kuwa ya kwamba hili swali linaenda mwishoni, si ndivyo? Sasa nyinyi mnalalamika nini? Linaendaje mwishoni? Linaenda mwishoni ya kwamba mpaka sasa hivi nimeshafanya mipangilio, najua kabisa kwamba hili swali linaenda mwishoni. Nyinyi msio abisha, natakiwa mnisikilize mimi kwamba mimi nasema nini. Sawa? Kwa hiyo kaka, unaposema limefika mwisho ina maana sasa hivi kuhusu hiyo habari ya huyo wifi yetu ndio imeisha, yani hatutokei tena, si ndio? Kiufupi, kuanzia sasa hivi hapa, si ndivyo? Hawezi kuwatokea tena. Kwa sasa hivi kijiji kina amani. Sasa hivi kina amani. Lakini kama bado kaka tutazidi kukusumbua. Dada, bila shida. Nadhani umenielewa kwamba sisi tumechoka. Hilo swala niacheni mimi. Nimeshaambia kwa limeisha. Kwa hiyo msio na shaka kuhusu hilo swala. Sawa? Limeisha jishaje? Swali kigumu eti. Sio? Mimi sijaelewa hapo, hebu nieleweshe. Au mwenzangu umemuelewa? Cha msingi sasa tufanye kitu hichi kimoja. Yesu kasema limeisha. Tutokea tena. Tutajua tufanyaje. Sawa, bila shaka umenielewa. Bila shaka wewe imeshaisha. Kwa hiyo nendeni tu mkafanye shughuli zenu. Sawa kaka. Sasa tume kisamvu mdogo wangu huko bondeni. Huyo.
Kaka ulituambiaje? Nasema ameisha eh? Mchumba tu huyu. Ona hoi tabani, mtoto wa kiume, ndevu zimeloa jasho. Yaani bora hata umekuja mganga. Maana alikuwa anakaribia kabisa, yaani alikuwa anakaribia kabisa kunizidi nguvu. Yupo humu ndani nimemhifadhi. Ujanja wake wote nimeukomesha. Haturudi tena. Umemchukua? Nimemchukua, naenda kumfanya vibaya huko, vibaya. Wa vichoni. Usio na wasiwasi. Kisasi changu nimerudisha. Nashukuru mganga. Kazi imeisha Nashukuru sana. Huyu ni mchumba tu, na kuaminishia hapa abadani. Naenda kumhifadhi huku mafichoni. Jambo limeisha kabisa, nakayayuka. Kama limeisha nashukuru sana. Nashukuru sana mganga. Maana alikuwa ananitesa sana. Alikuwa ananitesa. Kisasi ni yake. Kama simba alivyompiga Jane Galaxy. Kulikoni? Mbona mmekuja na watu mnaofanya vipi? Na elimu? Sisi tulivyoona mzimu katokea tena, inabidi tuwaite majirani waje tusaidie. Bado tushaona nyumbani hapakaliki tena. Sawa. Wana kijiji, jambo hili limeisha kabisa. Na huyu alikuwa anasumbua yupo humu, nimemhifadhi. Yupo humu? Yupo humu. Atakaje huo mtu ana mwili kama ule, anakaaje humu? Anakaa tu tipwa tu nyema. Yule ni chula. Chula kanasa kaingia mtegoni. Yupo humu. Ina maana kaka, mganga anasema ya kweli? Ya kweli pale kama nilipotoa ile dawa nikapulizia hivi kadondoka chini. Umeona? Sasa mimi nilikuwa nimelala hapa, nilikuwa nimechoka kweli. Umeona? Sasa katokea hapo mganga akashangaa anasema kwamba mtu wako nimemweka humu. Kwa hiyo kama limeisha, mimi kwa kweli bwana nashukuru mganga, nashukuru sana. Jambo limeisha kijana. Bwana kijiji, jambo limeisha. Huyu mtu akitokea tena hii kazi na iacha. Wakuu Lungwa watakuwa janitendea haki. Haonekani tena kabisa. Kisasi ni yake kama simba alivyompiga sita Jane Galaxy. Hili jambo limeisha kabisa. Jambo limeisha wana kijiji. Mtaishi kwa amani. Kwa amani. Vipi? Kama kawaida. Halo. Mbona shazi sana? Ndugu yangu ile bwana tatizo ile. Na kwamba hapa ndio tumekuja kulimaliza sasa hivi. Ile swala letu ile la shemeji yako kutokea mara kwa mara sijui nini. Umeona? Sasa ndio limeisha ndugu yangu sasa hivi hapa. Jambo limeisha kabisa kijana. Mlevi yupo humu tipwa. Mvadela limeisha kijana. Tunashukuru sana bwana kama limeisha. Tupo pamoja. Huyu atakuja kuwatokea tena katika maisha yenu. Haina shida. Sasa jambo si limeshaisha ndugu yangu? Limeshaisha ndugu yangu. Wala kijiji jambo limeisha halijaisha jamani? Imeisha. Sasa bwana, tuna tukapiga ulabu. Najua kwa sasa hivi amani ipo kwenye kijiji chetu. Au si? Jambo limeshaisha. Kaka acha ulavi kaka. Unarudia tena. Jamani sasa hivi kijijini amani. Je, wewe ni nani? Ya umoni. Kwa jina naitwa James Patrick Mang'avu. Kwenye tamthilia yetu ya Mzimu wa Saada nyingine kama Mtangandele yani Witch Doctor. Thank you. Fresh. Bana, mambo vipi? Kwa majina anaitwa Ejidi Clemence Mohamed Ndembo. Kwenye filamu yetu ya Mzimu wa Saada nimecheza kama mlevi. Asante. My name is Gadi Charles Mlimoroko. Kwenye hii movie ya Jini la Saada nimecheza kama mganga msaidizi. Kwa majina naitwa Happiness Robinson Mkuchu. Kwenye tamthilia yetu pendwa ya Mzimu wa Saada nimeigiza kama Mbea. Asante.
Kwa jina naitwa Yohana Ejidi Ngongoge. Kwenye tamthilia yetu ya Mzimu wa Saada nimecheza kama mhusika mkuu. Habari, kwa jina langu naitwa Grace Godwin, nimecheza kama Mbea. Tuangazie changamoto ambazo zilitokea wakati wa kutengeneza filamu ya Mzimu wa Saada. Je, zilikuwaje? Changamoto ambazo nimekutana nao kwa filamu ya Mzimu wa Saada kwamba ndio mara yangu ya kwanza kuigiza. Ila nimekutana na changamoto moja kwamba mke wangu nimekuta pale kwamba kalala amefariki. Kwa sasa ikaniwia vigumu sana kwenye masuala ya kuja pale. Mbali sana tulipotoka mpaka tulipofikia. Changamoto nyingine kwenye projekti Mzimu sijawahi yani siku moja. Changamoto nilikutana nayo katika movie hii ya Mzimu wa Saada, kwa upatikanaji wa mavazi ya mganga, kuna baadhi na vifaa vingine, alafu kama hivyo, alafu kuna umbali wa safari pia ni changamoto tofauti. Changamoto yangu mimi umbali mrefu sana, kilomita 15 sio mchezo. Changamoto yangu ndio bana, changamoto yangu mimi kwenye hii story ya Mzimu wa Saada ni pale ambapo nilipopewa script kwamba nicheze kama mlevi. Nimekutana na mazingira magumu sana. Ukiangalia ni mara yangu ya kwanza kuigiza, ila namshukuru Mwenyezi Mungu nimefanya kidogo walau. Tamthilia hii ya Mzimu wa Saada, pale tulipotokewa na Mzimu wa Saada tulipokuwa tunapiga umbea. Naitwa Godfrey Felician Dimoso almaarufu kama Blackzilla. Kwenye tamthilia ya Mzimu wa Saada nimesimama kama director na muandaaji wa filamu hii. Changamoto ambazo nimekutana nazo katika kuiandaa tamthilia ya Mzimu wa Saada ziko nyingi sana, lakini changamoto kubwa zaidi, kwanza kabisa nimekutana na wasanii wageni ambao hawajaanza kuigiza kabisa, lakini pia location, lakini pia umbali, kwa sababu tumetoka kijiji cha mbali, lakini pia tumetembea umbali wa kilomita takribani 15. Kwa hiyo sio kitu cha kawaida. Lakini pia kwenye masuala ya economy tuko vizuri sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanya kwa kiasi ambacho tunaweza. Mzigo umekaa poa. Kwa hiyo bana, shukrani sana kwa wanakijiji ambao umetukaribisha vizuri katika location yenu, lakini pia tunashukuru kwa wanakijiji ambao umeipokea kazi yetu. Tunashukuru wa Tanzania ambao umepokea kazi yetu. Tunaomba mtuombee kwa Mungu ili tuendelee kutoa kazi zingine nyingi. Asanteni sana.